Karibu msikilizaji wa Glay Simulizi katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Princess Zawadi. Anayekusimulia simulizi hii ni mimi Glay Simulia. Utakuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na nikuombe usisahau kusubscribe, like na kucomment ili kuweza kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Glay Simulizi. Tuanze na simulizi yetu na kisa hiki cha Princess Zawadi. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima ya kijani kibichi na mbuga za wanyamapori, aliishi msichana mdogo aitwaye Zawadi. Zawadi alikuwa mtoto wa mfalme wa kijiji kidogo cha mwisho wa dunia. Kijiji kilichojulikana kwa utajiri wake wa mazao, mifugo na utamaduni wa asili. Baba yake Mfalme Mzee Hamisi alikuwa mfalme mwenye haki na mwenye hekima, aliyejulikana kwa kumtetea kila mwanakijiji bila kubagua na kuwa na hofu ya Mungu. Zawadi alikuwa mrembo na mwenye nguvu za kipekee, aliyejua sana kupigana na alikuwa na uwezo wa kuvua samaki wakubwa kutoka mtoni. Lakini kama mtoto wa kifalme, alikulia kwa maisha ya kifahari na hakujua vita wala shambulio lolote kubwa. Alikuwa na ndoto ya kuwa malkia wa kisasa ambaye ana nguvu ya kutatua matatizo ya kijamii. Lakini alijua kuwa ufanisi wake ungeweza kupimwa na mapenzi ya watu wa kijiji chake. Siku moja Mfalme Mzee Hamisi alipokuwa akifanya mikutano ya amani na wakuu wa jimbo jirani, alikumbana na uasi mkubwa kutoka kwa kabila linaloishi katika milima ya mbali. Wakubwa wa kabila hili, wakiwa na hofu ya nguvu ya ufalme, walikusudia kuvamia kijiji cha mwisho wa dunia kwa lengo la kuiba mali na kuwatesa watu wa kijiji. Walipanga shambulio kubwa litakalotekelezwa wakati ambapo Mfalme Mzee Hamisi alikuwa mbali na kijiji na Zawadi hakuwa anajua chochote. Msikilizaji wa Glay Simulizi, nikukumbushe usiache kusubscribe katika chaneli yako ya Glay Simulizi ili kuendelea kupata simulizi zetu kutoka hapa Glay Simulizi. Na ninayekusimulia simulizi hii ni mimi Glay Simulia. Alikumbuka usiku mmoja alipoota ndoto akiona baba yake akishindwa na wavamizi hawa. Aliamka akiwa na wasiwasi mkubwa, akijua kuwa ni ishara ya hatari kubwa inayokuja mbele yao. Hakuchukua muda mrefu kufahamu kuwa vita vikiwa vimeanza, familia yake itakuwa hatarini na ufanisi wa baba yake utakuwa mashakani. Kwa kutaka kulinda ufalme wa baba yake na kijiji chake, Zawadi alikubaliana na hatima yake. Peke yake aliepuka kuwa na majeshi makubwa, lakini alijua kuwa angeweza kutumia maarifa yake ya mapigano na ujasiri wa kweli kuleta ushindi. Alijua kuwa lazima achukue hatua za kishujaa, hata kama ilikuwa ni kwenda kupigana na wavamizi kwa mikono yake miwili. Alikusanya vikosi vya vijana wa kijiji, akiwahamasisha na kuwapa mafunzo ya vita. Aliwaonyesha jinsi ya kutumia silaha za jadi, kuendesha vita kwa ustadi na ushirikiano, na namna ya kuwa na moyo wa ushujaa. Zawadi alijua kuwa ili kuwasaidia wanakijiji wake, alikuwa na jukumu la kuwaongoza katika vita ili kuwaokoa. Vita vilikuwa vikali na vilijaa machungu, lakini Zawadi aliongoza kwa ustadi wa hali ya juu. Alikuwa na nguvu ya kipekee alizolisi kutoka kwa mama yake, malkia aliyekuwa na historia ya kushinda vita kubwa. Aliongoza vikosi vya kijiji cha mwisho wa dunia kwa ujasiri, akikabiliana na wavamizi kwa nguvu na maarifa
aliyopewa na baba yake. Kwa kila shambulio alilolifanya, aliwaonyesha wanakijiji wake jinsi ya kushirikiana, kupigana kwa umoja na kushindana na maadui zao. Msikilizaji wa Glay Simulizi, hii ni simulizi ya Princess Zawadi. Anayekusimulia simulizi hii ni mimi Glay Simulia. Usiache kusubscribe ili kupata muendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Glay Simulizi. Tukiendelea na simulizi yetu ya binti Princess Zawadi. Katika vita hiyo, Zawadi alijikuta akikumbana na adui mkubwa zaidi, ambaye alikuwa mkuu wa wavamizi na mtu ambaye alikuwa na nguvu isiyokuwapo kwa mtu wa kawaida. Akiwa na silaha nzuri na uwezo wa kipekee, Zawadi alijua kuwa alipaswa kutumia akili yake zaidi ya nguvu. Aliwazunguka wavamizi, akamshambulia kwa mikakati, akitumia udhaifu wao na kufanya kuwa na hofu. Wakati wa vita, Zawadi aliona mateso mengi. Alijua kuwa aliishi katika dunia inayojivunia mali, lakini alikosa kicheko cha familia yake. Alimkosa baba yake, ambaye alijua alikuwa angali katika mkutano wa amani, lakini alikuwa amejaa shingo ngumu kwa watu wa kijiji. Alijua kuwa kijiji cha mwisho wa dunia kilikuwa kikiishi katika hali ya hatari, na alijua kuwa ikiwa hangeweza kuwahamasisha wanakijiji, ufanisi wake ungekuwa wa bure. Zawadi aliongoza wanakijiji katika mivutano ya hali ya juu, na mwishowe aliweza kuwalaani wavamizi na kurejesha amani. Katika vita hiyo, alijikuta akibubujikwa na machozi ya furaha na huzuni. Aliona jinsi kijiji chake kilivyokuwa salama, lakini alikosa baba yake na hali ya kumsikitikia. Walikuwa wakiishi katika mizozo mikubwa. Alikumbuka kuwa baba yake alijivunia kumlea kuwa shujaa. Aliweza kutambua kwamba aliishi kwenye dunia yenye mapenzi na uvumilivu, lakini aliona kuwa msukumo wake ulikuwa ni wema na upendo wa kweli kwa familia yake. Alijua kuwa alivyoshinda vita, alikuwa amekamilisha ndoto ya familia yake na kijiji chake. Zawadi aliona jua likichwa huku majeshi ya kijiji chake yakisherehekea ushindi mkubwa. Walikuwa wamepambana kwa miezi mingi dhidi ya wavamizi waliokuwa wakitishia kuharibu kila kitu kilichojengwa kwa miaka mingi. Kila mtu alijivunia shujaa wa kijiji. Zawadi, msichana aliyekuwa amekubali kupigana ili kuokoa familia yake na jamii yake. Hata hivyo, licha ya furaha ya ushindi, Zawadi aliguswa na huzuni kubwa alipokuwa poteza maelfu ya watu wa kijiji, ndugu na jamaa katika vita hiyo kali. Lakini aliyekuwa akimkosesha amani zaidi alikuwa ni baba yake, Mfalme Mzee Hamisi, ambaye alikwenda kwenye mkutano wa amani na hakufanikiwa kurudi nyumbani. Zawadi alikumbuka alivyokuwa na matumaini kuwa angeweza kumkuta baba yake akiwa salama baada ya vita. Alijua kuwa alishinda vita kwa ajili yake, lakini alijua kuwa alikosa mtu muhimu zaidi. Siku moja baada ya ushindi, Zawadi alikusanyika na wazee wa kijiji cha wanakijiji wakiwa kwenye sherehe kubwa. Walikuwa kicheka, wakicheza na kusherehekea ushindi wao dhidi ya wavamizi. Lakini Zawadi alijua kuwa sherehe hii
haikuwa kamili bila baba yake. Alikuwa akiwaza sana, huku akijiuliza ni nani aliyeweza kumsaidia kwenye kipindi hiki cha mapito. Muda ulivyopita, Zawadi alijua kuwa lazima aonyeshe ujasiri kwa kumaliza machungu aliyokuwa nayo. Aliamua kumwambia mfalme wa kijiji kwamba alijiandaa kuendeleza maisha ya kijiji cha mwisho wa dunia bila baba yake, akijua kuwa alijivunia kazi aliyoifanya. Aliweza kugundua kwamba katika mapambano hayo yote, familia yake ilikuwa imejenga upendo wa kweli, na alikuwa na jukumu la kuendeleza na urithi wa familia yake. Msikilizaji wa Glay Simulizi, usiache kusubscribe ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Glay Simulizi. Vita ilikamilika kwa ushindi mkubwa kwa kijiji cha mwisho wa dunia, na Zawadi aliyeweza kumrudisha baba yake kutoka kwenye mkutano wa amani. Walijua kuwa vita ilikuwa njia ya kumaliza hatari. Wakati wa msiba wa baba yake ulipofika, Zawadi alikumbuka kila tukio na kila mafanikio aliyoyapata. Alijivunia kuwa shujaa wa kijiji chake, lakini alijua kuwa alijivunia zaidi kwa ajili ya familia yake. Alijua kuwa hata alipojaa huzuni, familia ilikuwa na nguvu za kumsaidia. Hadithi ya Zawadi ilimalizika kwa kumfundisha kwamba hata kwa mapambano makubwa na ushujaa wa kweli, mapenzi na familia ni vitu vya thamani zaidi kuliko ushindi pekee. Kijiji cha mwisho wa dunia kilikuwa kimejivunia kumlea shujaa wao, lakini Zawadi alijua kuwa hata baada ya mapambano alipaswa kudumisha urithi wa familia yake na kujivunia kazi aliyofanya kwa ajili ya jamii na baba yake. Msikilizaji wa Glay Simulizi, na huu ndio mwisho wa simulizi ya kupendwa inayokwenda kwa jina la Princess Zawadi. Aliyekusimulia simulizi hii ni mimi, Glay Simulia. Nikuombe usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili kuweza kupata mwendelezo wa simulizi zetu nyingi kutoka hapa Glay Simulizi.